Katika maisha ya ndoa na hata katika maisha ya kawaida, kuna kitu kidogo sana lakini huwa kinaharibu sana. Nacho ni maneno ya kuambiwa. Maneno ya kuambiwa. Maneno ya kuambiwa unaweza usifikirie na unaweza ukaona ni kitu cha kawaida sana, lakini kinaharibu sana ndoa na kinaharibu sana mahusiano hata ya kiujirani, mahusiano ya kijamii na mahusiano mengine yoyote. Qur'ani imetuelekeza, na haya yote yanatokea kwa sababu tunakuwa tuko nje ya mfumo wa Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Inatufundisha Qur'ani tunapopokea taarifa tuwe watu wa aina gani wakati wa kuzipokea. Mwenyezi Mungu anatuambia, enyi mloamini, injaakum fasiqun binaba'in, akikuijilieni nyinyi mtu fasiki na habari yoyote, binaba'in nakra na habari yoyote, fatabayanu, basi kwanza msikurupuke, basi kwanza fanyeni uchunguzi kabla ya kuchukua hatua yoyote. Fanyeni. Kwa nini? Antusibu qauman bijahala, ili msije mkawapatiliza watu kwa kutojua, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, baadaye mkawa katika yale mlioamua ni wenye kujuta. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufanya maamuzi bila uchunguzi. Aya hii inaeleza vizuri sana, lakini kwa upande mwingine inaeleza yule mtu atakayekuijilia akiwa ni fasiki. Unajua, utakapoitizama Qur'ani ukachukua aya moja kama ndege anadonoa kwenye mahindi, unachukua maana kidogo sana. Hapa amesema fasik, lakini aya nyingine zimekuja kuweka wazi ni mtu yoyote akikuijilia na habari yoyote, kabla hujafanya uchunguzi, kabla hujafanya maamuzi, kwanza fanya uchunguzi, ili usije katika yale maamuzi yako uliyoyafanya ukawa baadaye ni mwenye kujuta. Twende nami tutizame kisa kimoja cha yule Hudhud wa Suleiman. Yule Hudhud wa Suleiman, Hudhud ni ndege. Suleiman alikuwa yeye anaongea na viumbe wote, katika viumbe hao ni ndege. Yeye alikuwa anampenda sana huyu ndege Hudhud. Sasa ilifika muda huyu Hudhud akapotea, hakujulikana alipoenda. Kwenye Qur'ani kisa hiki Baadaye aliporudi Hudhud yule akawa anamwambia, bana, mimi nimeenda huko, nimekuta kuna mwanamke ni mfalme, anamiliki watu na wanaabudu kisichokuwa Mungu. Hii ni habari anapewa Suleiman, injaakum fasiqun binaba'in. Lakini huyu sio fasik, huyu ni ndege ambaye alikuwa mtiifu kwa Suleiman. Kule tumeambiwa fasik, huku ni mtiifu. Uone kwamba habari yoyote ikikuijia kwa rafiki yako wa karibu, kwa ndugu yako wa karibu, hata kwa mtu mwingine awe ni mlevi wa aina yoyote, kabla hujafanya maamuzi kwanza chunguza. Nabii Suleimani, tizama alivyoipokea ile habari, akamwambia yule ndege, sanandhur asadakta am kunta minal kadhibin, kabla hatujafanya maamuzi juu ya hii habari yako, tutatizama, tutafanya uchambuzi, tutafanya uchambuzi. Sanandhur, an-nadhar bimaana yani ya kufanya uchunguzi. Tutachunguza hii habari yako, asadakta am kunta minal kadhibin, hivi umesema kweli au ulikuwa ni katika waongo. Ni ndege ambaye alikuwa akimtii na anamwamini, lakini hakufanya maamuzi. Kwa hivyo ndugu zangu, katika hafla hii nawakumbusha, katika kikao hiki, wale ambao tayari tupo katika ndoa na wale ambao tayari bado hatujawa katika ndoa, nawakumbusha pamoja na kuikumbusha nafsi yangu, wale ambao tupo kwenye ndoa,
habari yoyote itakayokuijia, basi kabla hujafanya maamuzi chunguza kwanza. Usije ukamuwasha kibao mke wako kwa habari ambayo ni ya uongo, kwa habari ambayo ni ya kuzusha. Usije ukaachana na ndugu zako na marafiki zako kwa habari ambayo ni sio ya ukweli. Sanandhur asadakta am kunta minal kadhibin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.